sio mingi, ni kondoo zaidi na ng'ombe, you know. And hata punda inaenda na punda na umbwa pia. Nimeambiwa mnachinja umbwa mnauzia watu. So this problem we must confront it, and I'm happy that the security team kwa Nyandarua imekuwa ikipambana nayo. Nimesikia vizuri sana from the business guy here, and he made the most eloquent representation of where the problem is. Mtu anaenda kuchukua loan, anachukua kwa sacco ama kwa cooperative, anaenda kununua ng'ombe. Kabla hata hajamaliza loan ya ng'ombe, ameenda kulala, anapata asubuhi ngozi ndio imebaki peke yake na kichwa na matumbo. So it is also affecting people's livelihood. So there is a part yenye wananchi watafanya, there is also the part that is going to be done by the citizens. Citizens wamehamasishwa. Niliambiwa na security team kwamba wamekuwa wakijaribu kuhamasisha the citizens kwamba usiwache ng'ombe yako tu ilale huko. Yani uko na shamba ya 10, umewacha kondoo na ng'ombe ilale kwa gate na wewe uko mwisho ingine ya shamba, you know. Sasa mtu anachinja, ana kila, yani mpaka amalize kuchinja mpaka ameenda, you know, na haujasikia because ile zizi ya ng'ombe ama kondoo umeweka mbali na penye wewe unaishi. There are some certain basic things that we have to do, you know. Mambo ingine nimeambiwa kwamba although ingine sio makosa, nimeambiwa huku ni baridi, watu wa Nyandarua wakilala wamelala. Sijui kuna kitu mnameza ndio mulale ama mnalala aje ndio mtu akilala amelala. So nasema watu wengi hawasikii hii maneno yakifanyika. Hiyo sio makosa yenu. Hii ni baridi hamkuleta hapa, hiyo sio makosa yenu. Lakini itabidi kwamba pia we must enhance our intelligence gathering and sharing of information. Wa wananchi to trust what to share information, but wakishare na sisi we must also take action. Because watu wanaogopa kuongea wakijua kwamba they are not safe. You know, wakipeana information watavamiwa. Ndio uliona kwa Ndonyonjeru, wananchi wengine, sisemi kwamba it is justifiable, walitaka kuchoma cell kwa sababu hawataki watu wapelekwe kotini. Hawana trust in the judicial system. So it's important for us to also build confidence in the justice system, so that, and this is also important for the kotini, the court also itself, kwa vile wakipelekewa suspects na mtu apewe 2,000, 1,000, haitasaidia kitu, haita make the difference that we wanted it to make in terms of punishing those offenders. Lakini offenders wakipanishiwa, we will deal with it. Nimesikia pia kwamba hiyo imefanyika kwa sababu there is collusion also with our police officers. Wale ambao wakipewa information hawafanyi, ama hawafanyi patrols, ama hawafanyi kitu, and that in some places mabadiliko imefanyika kidogo, imesaidia. Kweli ni kwamba hata ina jukwaa la usalama throughout tumeambiwa kwamba overstay ya police officers inaleta familiarity and compromise, and it's important to continue changing officers. Kuna watu walipostiwa hapa mara ya kwanza na wanasema ni hardship, ni kwa sababu ni baridi. Sasa bwana IG, peleka hawa Tana River penye ni joto na ni warm. Yeah. Simeelewana? Asante sana. Wengine waende Kibish, Mandera, Tana River. Hii baridi itamaliza officers na kuna nafasi ya kwenda safari mahali penye iko na joto. Shida mingi kwa. Ama namna gani hapo mnasemaje? Hata hawa chiefs vile wanapigwa na baridi, I think tubadilishe ndio chief sio lazima akue location yake. Once in a while tunapeleka chief aende afanye kazi Kerio Valley huko. Alafu tuongeze allowances ya risk allowances na responsibility allowance. Kwa sababu chief in terms of structure ni mtu ya hiyo location. Hawa maofficers wengine wa serikali ambao wamezoea hapa, especially police officers wenye wamezoeana hapa, ni vizuri pia waende watumikie sehemu zingine za Kenya, ndio also wasikue familiar na the environment where it is. Wale wamekaa tena kwa joto sana huko Lamu wakuje pia hapa. Kama namna gani? Wasikie baridi kidogo. Hiyo ndio uzuri ya kufanya kazi kwa security, ngao hii ya kutembea.
Ukimaliza hapa unaenda Homa Bay. Unaenda ukaa huko Homa Bay kidogo unaenda wapi. Lakini transfer ikuwe inapangwa also in good time. Si namna hiyo? Kwa sababu unless it is for strategic security reasons, tumesikia ile proposal ya ACCs especially na police officers hapa wamesema end of the year ndio una transfer mtu ndio apangie watoto shule the next year, you know, it's a disrupt to ikuwe a very disruptive transfer. Ya pili ni mambo ya bangi, pombe, dawa ya kulevya na hiyo mambo yote. Nimeona pia kazi imefanyika hapa kupunguza. Now, to be very honest, of many of the counties, this is a county I am convinced wako na better legal framework ya kupambana na inaitwa nini, licensing ya mambo ya pombe. There is a greater involvement ya ngao kwa mambo ya licensing. So if you work together with the county government where there is challenges, I'm sure tutaweza kufunga. Sio kama Murang'a ama Kiambu where I was and people were really complaining about license. I don't know, I should have asked earlier, the officer wa county, how many bus are licensed hapa? Mtu mwenye anaweza kuwa anajua. Just confirm kwa mtu. Kwa Kiambu, kwa Murang'a ni 2,457. Kuna club iko Kenol. Night club iko Kenol lakini ni 10 by 10. Ni kabox kadogo hivi. Lakini kwa license ni night club. So I don't think that challenge is bigger here. And it is possible tuweze tuka sort those issues here if we work together. At least there is a good legislation on county government. Pia tuhakikishe kwamba hii mabangi kidogo na nini, we make sure that we bring. Niliambia na nimeambia officers everywhere, ukiona penye kuna bangi, kuna pombe na inaendelea na hakuna kitu inafanywa, kuna uhusiano ya chief, assistant chief na OCS wanakula pamoja na mama bima. Hiyo ni ukweli. Hakuna venye pombe inaendelea bila chief kujua ama bila OCS kujua. Hakuna. Kuna chief ajui nini inaendelea kwa location yake? Kuna chief. Hata mwenye anauza, hata ule anaiba mbuzi. Chief angekuwa tu serious angejua. Chief ni mtu anajua mambo mengi sana. Si ukweli ama si ukweli? Si unajua Nyandarua hata inajikaza si mbaya kwa mambo ya bus. Wako 1009. Si mbaya sana lakini mingi bado. It's 1009. Unajua chief anajua mambo mengi. Chief anajua ulilala wapi, ukaamka saa ngapi. Ni ukweli? Hata chief ukimuuliza, hao ndio wanafanya IDs na nini? Ukiuliza chief, huyu mtoto ni wa nani? Wakati anapeana IDs, unauliza ni ya nani? Anakuambia mtoto ni ya so and so, lakini so and so anafikiria ni yake. Lakini wacha tuweke tu ID vile imesemwa. vile imesemwa. So kama chief anajua hiyo mambo yote, hakuna vile atakosa kujua ni nani anapiga pombe, ni nani anafanya mambo fulani. So nyinyi go back to your locations and do your job. Make sure that the information is being passed properly. Work with the OCSs. If that's where the problem is, escalate the situation to your SCC and DCC. Huyo DCC atajua through sub-county security committee how to recommend OCSs or police officers who don't do their job. The same for police officers, you know your job. If it's the chief who is giving you problems, you know how to pass the message to the necessary security team so that we can discipline the chiefs and assistant chiefs who are not doing their job. It's important for all of us to do our job. Ya tatu, mumesema ni shida ya homicide, femicide, and mental health. There are so many cases of suicide hapa that are coming from mental health. Na mental health ina contribute na many things. Sometimes ni stress ya kikazi, pressure ya maisha, watu wanasomesha watoto, kuna school fees, kuna nini, kuna mambo mengi. Zingine zinatokana na societal problems. Watu wamefanya tu
ati femicide ni normal. Ati ni nani analia kwa ile nyumba? Ati ni baba nani ana discipline bibi yake. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna uwezo ya baba nani kudiscipline bibi yake. Na pia kwa sehemu hii nasikia kuna story nyingine ninaambiwa, unajua mimi ni mtu ya umumu. Ninaambiwa nitakuwa Nyeri kesho. Lakini lazima niongee kwa upole kwa Nyeri kwa sababu ni kwa in-laws. So acha nisemee hapa. Unajua kwa hapa naweza kuambia kwamba kwa sehemu zingine hapa nyinyi ndio mnanyorosha wanaume wa mama. Ni uongo. Na hii wenye ati kwanza na OCS ati mzee akifika police station amekuja kusema nimechapwa na bibi, anaambia ati umechapwa na so unataka nikuandikia ati ulichapwa na wewe nani bwana, rudi nyumbani enda ujitetee. Because we don't believe kwamba men are also being beaten. There are a number of men wenye watandikwa kwa nyumba. Kwanza wale wenye walikuwa wanapiga bibi wakiwa bado strong, alafu akaanza kuingia pombe. Wakati sasa ameingia pombe amekuwa addicted, ni bibi ndiye anatan ndiye ananyorosha bwana. So hata imejulikana kwa villages ati ni baba nani amerudi kwa ile pombe yake, mama Njeri ndio alikuwa anamtengenezea tu penye atalala chini ya kitanda. Please, let us not normalize femicide, and let's not normalize homicides and also gender-based violence. We have to deal with it. We have to deal with it. And even for mental health issues, chiefs and assistant chiefs, kwa baraza zenu, you need to give a lot of time to mental health issues. Kama kuna counselors wako kwa locality yenu, during your baraza, patia huyo counselor 10 minutes aeleze watu mambo ya mental health. Kwa sababu kuna watu hawaamini, and you know some of these also pastors have been trained on counseling and mental health. Those ones who have been trained, give them a chance waeleze watu kwamba mental health ni kama physical health. Ni kama tu vile uko na malaria, umepata homa, umepata diabetes. Mental health is a disease like any other disease. Because watu wengi, because of fear, wanaona kwamba mental health ni something yenye ukiongelelea, watu wanasema ati amesema karibu akuwe wazimu, ati mama nani alisema anaenda kuwa wazimu. Afadhali hata wamama because they speak. Men are the worst victims of mental health issues because wanajifanya ati yeye ni mwanaume anaweza handle chochote. Let us normalize conversations about mental health so that we don't find our people having committed suicide. And that includes also bullying. These are things we need to talk about. Bullying in schools, bullying in society, bullying in social media. Mliona Chief Justice jana akisema kwamba judiciary is being bullied. Ati we are being bullied so that we make decisions in a particular manner. Ni ile tu hatujapata forum kama hii. Mimi nangojea forum yenye tutakaa wote na Chief Justice. Hakuna watu wanakuwa bullied kuliko wanasiasa. Hakuna mtu Kenya is bullied than the president. You know? Watu bullying is a very serious crime that we are abating in Kenya. Ukiona saa hizi kwa social media, unapata msichana mdogo anatusiwa kwa Twitter, ametusiwa kwa TikTok, wameenda huko kubully young girls. Police officers, they are being bullied all the time on social media. Majina yao ikiwekwa hapa, hata wengine wanaambiwa tunajua mtoto yako wako shule gani, sijui tutakufanyia nini. MCAs are being bullied. MPs are being bullied every day. Senators, governors are being bullied. Ministers. Sasa judiciary are saying they are being bullied. My message to the Chief Justice is that we are all being bullied. The only problem is that you have normalized, as judiciary, you have normalized the bullying of executive members and the legislature members. Now, when it catches up with you, ndio mnasikia uchungu. Lakini every time tukistaki mtu kwa sababu ametusi mtu kwa social media, amefanya false allegations against somebody,
Police officers wakishika huyo mtu wapeleka kotini, it is the judges and the magistrates who sometimes insult the police officer, insult DPP and insult the executive kwamba we are attacking freedoms. Lakini ikifika magistrate ndio amesemwa ama judge amesemwa, anasema we are being bullied. I am glad the Chief Justice spoke yesterday about bullying. It is time in this country we have an open conversation about bullying as a way of increasing mental health challenges and attacking the very basic of families. Kuna mtu anakubaliwa kwa social media, anatusi waziri, anatusi rais, anatusi mbunge, anakuwekelea bibi mwenye sio yako, anasema mtoto ni nini. Huyo mtu anafikiria we ukienda kwako jioni umeenda kukutana na bibi yako na imeandikwa kwa hapo kwamba kumbe so and so ni nini na nini na nani. Yeah? I even see sometimes how women leaders, especially women cabinet secretaries and women members of parliament, are bullied on social media. But when they report and we take legal action, who are the first people to release those people on bail? Sini judges. Sijawahi kuona watu ambao wanaogopa ile kitu wanatetea kuliko judges na journalists. Journalists ni wakali kama hawa wakiwa nyumba ya kama hako nyuma ya kamera huko. Lakini yeye upendue kamera uweke yeye na uongee mambo yake. Anakwisha. Unapata amelala kwa nyumba anasema nitajinyonga. Yeah? Na sisi wenye anatuwekelea hii mambo kila siku. Anafikiria tunaenda wapi? The same to judges. Hii mambo tunalimwa, sisi tunalimwa. Unasikia judge ameandika judgment ya how many pages? Akisema freedoms in Kenya must be protected. Wacha kamera sasa hiyo maneno inaandikwa kuhusu hizi waandikwe wao. Oh, we are being attacked, we are being finished. So we either agree as a country to deal with bullying, all of us, because if it is injustice to achieve justice to be bullied, it is also injustice for a small girl to be bullied on TikTok. It's also injustice for an MCA to be bullied on Facebook. It is also injustice for the president to be bullied on social media. This thing we must, and the conversation that the Chief Justice started yesterday must stop being about judiciary. They must not look about themselves. They must look about the well-being of the country. And if they are determined for us to deal with bullying, they must work with us to ensure that there is enforcement against bullying. And I'm telling you, in other countries, bullying in school is one of the top crimes. Your child is suspended immediately akionekana amebully mtu mwingine. In Kenya it is normal. Ati alikuambia nini? Ati hiyo tu matusi, kwani matusi nakufanyia nini? Wewe endelea tu kwa shule. You don't know how it affects people's mental health. I thought I should say this today here. So even as we are law enforcing agencies, we must take these things. Mental health, bullying, the things that are so subtle to us are the things that are leading to suicide yenye sisi tunangangana nayo. Number 3, nimeambiwa ya mwisho. I think I have said mambo ya pombe, I have said mambo ya drugs and alcohol, and I have said mambo ya homicide and